Sijazaliwa kushindwa. Sijazaliwa kushindwa. Sijazaliwa kushindwa. Sijazaliwa. Kubwa ya wachawi ipo kwenye kuzungumza. Ndio maana unaweza kukutana na mshirikina akaongea tu neno la kawaida, akasema tu kama wengine anavyosema, akakwambia wewe mwaka huu hautamaliza. Unaona kabisa ni mtu kaongea, unaweza kuona kama maneno ya kawaida, lakini si maneno ya kawaida, ila kuna kilicho walichokinuia ili kusababisha jambo fulani kwenye maisha ya mwanadamu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sema kuanzia sasa, kama kwenye maisha yangu kuna kinywa chochote cha kichawi kilichowahi kutamka maneno ya uharibifu juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, juu ya wanangu, juu ya familia, juu ya uzao, kuanzia sasa ninaapisha kwenye ulimwengu wa roho maneno yote yaliyotamkwa kinyume juu ya maisha yangu, kuanzia leo nayafuta. Haijalishi maneno hayo yalitamkwa wakati gani, ila leo kwa jina la Yesu nayafuta yote kwa damu ya mwana kondoo. Yamkini yalitamkwa nikiwa ndani ya tumbo la mama, ila leo hii nayafuta kwa jina la Yesu. Chapie Bwana Yesu makofi mazuri na kigelegele kizuri sana. Sasa nikuoneshe maneno machache ndani ya Biblia. Tuanze na kile kitabu cha Yoeli sura ya 3 ule mstari wa 14. Utaona Mungu anataka tukate maneno yote ya uharibifu. Utaona Yoeli sura ya 3 mstari wa 14 imeandikwa, makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno, kwa maana siku ya Bwana ikaribu katika bonde la kukata maneno. Hebu sema makutano makubwa. Sema kwa sauti yako, makutano makubwa. Sema tena, makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno. Yoeli akiwa nabii aliwahi kuona jambo hili, akaiona siku ya Bwana ikiwa inakaribia, lakini akaliona bonde moja linaitwa bonde la kukata maneno, lakini ndani ya lile bonde akaona makutano makubwa. Maana yake kundi la watu wako wengi humo, wana kazi ya kukata nini? Maneno. Maana yake kila mtu ana kisu chake, mwenye panga yake, mwenye nyembe, wako bize, kila mmoja anakata maneno. Kata maneno mabaya, kwamba niliwe kutamkiwa na kata, nimetamkiwa sitaingia mbinguni na kata, wametamka sitafanikiwa na kata, wametamka sitapata na kata, wametamka kuna maneno yamenizuia, leo na kata kwa jina la Yesu. Na leo bonde hili linageuka linakuwa bonde la kukata maneno. Kila maneno mabaya yaliyotamkwa juu yako leo tunakata kwa jina la Yesu. Hebu sema nakata kwa jina la Yesu. Sema tena nakata kwa jina la Yesu. Maneno yoyote ya kichawi yaliyotamkwa nikiwa mdogo, nikiwa ndani ya tumbo la mama, leo nakata katika jina la Yesu. Yale maneno yaliyotamkwa juu ya familia, juu ya uzao, juu ya ndoa, juu ya afya, juu ya maisha, juu ya kazi ya mikono, kila maneno mabaya yaliyotamkwa juu ya maisha yangu yakanisonga, yakanifunga, kuanzia sasa nakata na yakata mahala popote yaliposimama, leo nakata kwa jina la Yesu. Chapie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Wamo katika bonde la kukata maneno. Hebu sema amina. Wamo katika bonde la kukata maneno. Nikuonesha andiko lingine pia, Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 5. Nikupe maandiko mengi alafu tufanye kazi. Nikupe maandiko mengi sana alafu tufanye kazi. Kumbukumbu la Torati 21 mstari wa 5 imeandikwa, nao makuhani wana wa Lawi wasonge karibu, kwa kuwa ndiyo aliowachagua Bwana Mungu wako, wamtumikie na kubariki katika jina la Bwana, na kila neno lishindaniwalo na kila pigo litakuwa kwa kufuata maneno yao. Hebu sema kila pigo. Sema tena kila pigo. Ongeza sauti, sema kila pigo litakuwa kwa kufuata. Linafuata nini hilo pigo?
linafuata nini hilo pigo? Maana yake kuna mapigo yanatufuata, lakini mapigo hayo yanafuata maneno. Kuna mtu mwenye mamlaka aliyechaguliwa. Hawa ni Walawi, wamechaguliwa na Bwana, lakini wakitamka neno kuna pigo linakuja nyuma yake. Maana yake wakitamka barikiwa, kuna baraka inakuja nyuma. Wakitamka fanikiwa, kuna mafanikio yanakuja nyuma. Wakitamka laana, pigo la laana linakuja juu ya mtu. Kwa hiyo Biblia inasema kuna maneno yanayotangulia, alafu nyuma ya maneno hayo kuna mapigo yanafuatia, ili kufuatilia nini umetamkiwa, ili kutimiza. Leo tunapiga mapigo yote hayatafanikiwa juu ya maisha yetu kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu, mapigo yoyote yaliyoandaliwa ili yanipate kwa njia ya maneno ambayo nimeyapiwa kwenye ulimwengu wa roho, kuanzia leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema kuanzia sasa, maneno yoyote niliyotamkiwa, maneno ya laana, maneno ya balaa, maneno ya mikosi, maneno ya kukataliwa, maneno ya magonjwa, maneno ya dhiki, maneno ya uharibifu, kuanzia leo kwa damu ya Yesu, 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 napiga kwa jina la Yesu. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Unaona maandiko yanasema kwamba kuna mapigo yanakuja yakifuata nini? Maneno. Kwa hiyo maneno yanaweza yakatangulia mbele, alafu baada ya kutangulia mbele kuna pigo ambalo linafuatia ili kutimiza kile kilichotamkwa. Kuna kile kilichotamkwa. Nikupe maandiko mengine. Mithali 18 mstari wa 21. Mithali 18 mstari wa 21. Hiyo Mithali 18 mstari wa 21. Mithali 18 mstari wa 21. 21 imeandikwa, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao waupendao watakula matunda yake. Hebu sema mauti na uzima. Maana yake kifo na kuishi vimo katika nini? Uwezo wa nini? Maana yake kile unachokitamka ndicho kinatengeneza wapi uelekee. Lakini pia utaona Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 41, Zaburi ya 41 mstari wa 5 hadi mstari wa 7. Zaburi ya 41 mstari wa 5 hadi mstari wa 7. Zaburi hiyo 41 mstari wa 5 hadi mstari wa 7 imeandikwa, adui zangu wananitaja kwa maneno mabaya. Hebu sema adui zangu wananitaja kwa maneno ya aina gani? Maneno ya aina gani? Mabaya. Kwa mfano maneno gani? Aharibikiwe, maneno mabaya. Lakini adui wanamtaja, wanasema maneno gani haya? Wanasema atakufa lini. Hebu sema atakufa lini. Unaona, kumbe maadui wanaweza wakakaa chini wakaanza kutamka maneno, wanaandaa, wanakaa chini, si mpango wa Mungu ila mpango wa maadui. Wanasema mama fulani afe lini, natamani mwaka huu usiishe awe amefariki,
natamani asikatishe hata miaka, yani afariki hata kesho kutwa. Namna ambavyo ananisumbua, natamani afe mapema. Kumbe maadui wanaweza wakatamka hivyo. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna watu wanatamani ufe mapema. Mwambie tena kuna watu wanatamka utakufa lini, mbona ufi tu mpaka leo. Mwangalie mwenzako, mwambie sina mpango wa kufa leo wala kesho, nasonga mbele kwa jina la Yesu. Wanaosonga mbele punga mkono namna hii. Haleluya. Watasubiri sana matanga, hawatayaona kwenye nyumba yako. Nasema tena, watasubiri sana matanga, hawatayaona ndani ya familia yako. Watasubiri sana matanga, hawatayaona ndani ya familia yako. Watasubiri sana, ila wakufa sio wewe wala wanao, watatangulia wenyewe na familia zao kwa jina la Yesu. Anaelewa sema amen. Sema sitakufa bali nitaishi. Sema yoyote yule anayetazamia nifariki leo, ameandaa jeneza, ameandaa sanda, ameandaa kabuli, sifi ng'o, atakufa mwenyewe, ataingia mwenyewe, atazama mwenyewe. Mimi nitamzika, nitamzika mimi kwa mikono yangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Iwe sawa sawa na imani yako na maneno yako kwa jina la Yesu. Mwangalie mwenzako, mwambie sina ndoto ya kufa. Wanaosubiria matanga wasubiri sana. Hafi mtu, wala sijaota kufa kabisa. Wangapi hawajaota kufa kabisa? Angalau tungeanza kuota, ila kuota kufariki hatujaota kabisa. Kuota matanga hatujaota kabisa. Kuota kwamba pana turubai kwako, hiyo haipo kabisa. Eti Pastor Eze anaongoza msiba kwako, hilo jambo halipo kabisa. Halipo kabisa, na tumelifunga kwa damu ya Yesu. Anaelewa sema amina. Sema afi mtu hapa. Waongee wanavyojua, waloge wanavyojua, wasubiri wanavyojua, watafariki. Mimi nitaendelea kusonga mbele, maana imeandikwa sitakufa bali nitaishi, niasimulie matendo makuu ya Bwana. Neno hilo liwe juu yako, wewe utaishi kwa jina la Yesu. Wewe utasimulia matendo makuu ya Bwana. Yale mambo anayopanga yatawapata wenyewe na familia zao na uzao wao. Wewe kwako halitakupata hata moja kwa jina la Yesu. Sema kila pigo la mauti, la uharibifu, la balaa halitapenya ndani ya familia, ndani ya nyumba yangu, na kataa kwa jina la Yesu. Ni kweli wananena, ila masifu Bwana leo na yeye amenena juu ya mimi kwamba hakuna harufu ya mauti wala harufu ya balaa. Mwanangu, natamka uzima ndani yako kwa jina la Yesu. Ninatamka uzima kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Ninatamka uzima kwenye biashara kwa jina la Yesu. Natamka uzima kwa wanao kwa jina la Yesu. Naleta uzima kwa damu ya mwana kondoo. Na ikamata mauti, ninaisagasaga, ninaikatakata, naigeuzia kwao wenyewe, haitaleta matokeo kwako. Anaelewa sema na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Sema amina. Chapie Bwana Yesu makofi mazuri. Wanaulizana, tuendelee wanavyosema. Wanasema atakufa lini, jina lake likapotea. Aha, wanataka jina lako lifanye nini? Lipotee. Yaani hilo jina lako kwao likipotea wanajisikia raha. Unajua kwa nini wanatamani jina lako lipotee? Kuna watu majina yao sio ya kawaida. Mungu alimwambia Ibrahimu akasema, popote pale jina lako litakapotajwa, Mungu atawafadhaisha wote watakao kufikiria. Kuna watu wakisikia jina lako wanaanza kutetemeka, hawana amani, hawana baraka, wana hofu, hawapati usingizi. Nasema liwe jina lako liwatese kwa jina la Yesu. Kila yoyote anayewaza jina lako lipotee, halitapotea. Hilo jina limeambatanishwa na jina lipitalo majina yote. Mahala popote linapotajwa, wachawi lazima wakimbie. Mahala popote linapotajwa, lazima majini yakimbie. Nikwambie, mapepo wanaelewa hilo. Wakati wana waskewa